Bora smart. Sasa unaona, wewe unauza simu na simu ya 30. Sasa hela simu. Ya, ndio kwa simu. Wale simu kwenye maduka mara. Mara tao papiani mara heri. Mapunge wewe nani? Pale. Piga ngome kwenye yaani ukipiga mle ngome kwenye meza unatoka na simu 5. Mfukoni. Kwa jina naitwa Sifa Saidi, mkazi wa maeneo haya yaliyotokea tukio. Yaani nilikuwa nimekaa ndani, mama wangu akatoka msikitini na kijana wangu akafika tu wananiambia hivi, mpigie mke wa Makashi nani simu, mashine yake inateketea. Nikawa sina namba yake. Ila kijana kakimbia ndani kule kuzima swichi, nikaambia zima TV, nikazima TV, kutoka nikakuta moto unawaka mkubwa, nikampigia mama mmoja anaitwa Mama Mjaya. Nikamwambia mpigie mke wa Makashi, mashine inateketea. Kutoka nje kweli moto unawaka mkubwa mno, yani mkubwa. Tukaogopa. Sasa mimi nikatoka mpaka kule nikaja huku. Kuta watu hapa ni wengi, yani wengi mno, wanapiga tu mwano. Sasa la kufanya mimi nikawa sina, nikasemaje? Hapa labda moto ukishika hiyo mashine hii, ikaje kashika na hii, ikaje kashika ile banda, tayari nimefanyaje? Na mimi nyumba yangu imeshika moto. Nikamwambia mama wangu tuanze kutoa nini? Vitu ndani, nikamwambia toa magodoro. Mimi nakimbia hivi nalia, natafuta msaada wa kwenda kunitolea vitu ndani. Kumbe mamangu yuko anatoa gunia za mpunga na nini. Kwa majina naitwa Michael Zakaria, ni eneo naishi Nkome. Mimi nafikiri tumepata changamoto, kuna tukio limetokea la moto hapa. Baada ya kuwa limetokea tukio la moto, tumekuja tukakuta moto umewaka humo ndani. Tukio limetokea limeanzia ndani humo ndani humo. Baada ya tukio kufika eneo la tukio, tumekuta moto unawaka ndani. Watu wanajitahidi kuokoa sana, tukajitahidi kuokoa. Kuna mali zingine ambazo zimepotea. Lakini tathmini ya mali zilizopotea kwa kweli haijaeleweka ni shilingi ngapi, ila ni hasara kubwa sana ambayo tumeipata. Kwa hiyo tungeomba kama serikali ya kufanya msaada wa kutusaidia kwa sababu tumeshapata majanga na tukio la moto umetokea kwa ndani kule. Sasa hatujajua chanzo cha moto ni nini. Na mpaka sasa hivi hatujajua chanzo cha moto ni nini. Kwa hiyo tunaendelea kuokoa, lakini tumepata hasara kubwa. Maeneo tunaishi mazingira magumu, hata fire hawajafika. Kwa hiyo watu wametusaidia, wananchi wa kawaida tumeokoa kama mlivyoona. Lakini hasara ni kubwa iliyojitokeza kwa sababu hatujajua kwamba ni shilingi ngapi gharama kwa imejitokeza hapa. Mimi ningeomba serikali ya kutusaidia kwa sababu tumeshapata janga tayari na itengeneze mazingira ili tupate fire karibu, kwa sababu wilaya yetu ya Nzela imeshakuwa ni wilaya, tupate fire kwa ajili ya zimamoto. Na kama tungekuwa na zimamoto janga isingetokea kubwa sana. Kama unavyoona hasara imetokea kubwa na maeneo ni makubwa sana, maana tungepata hasara kubwa sana hapa. Kwa hiyo naomba serikali jitahidi kutengeneza mazingira kutusaidia tupate fire ili tupate gari ya zimamoto ya kutusaidia. Kwa sababu tumeokoa banda hili limebaki hili na eneo langu la kazi pale limebaki. Ina maana hiyo asante imepatikana, tumepata hasara ya eneo moja tu ambalo limejitokeza. MG Shabani Nyakamwe, namba 15647. Moto ulianza kwenye saa 2:30. Ulianza mdogo mdogo, lakini hatima yake tulijaribu kabla moto hujaanza kukua mkubwa kuuliza wenye karakana hapa karibu ambao wana fire extinguisher, zilikosekana. Ikabidi ndio tukafika, nikatoa taarifa kituo cha polisi. Baadaye kituo cha polisi wakanipa maelekezo, wakasema kwamba bwana, hapo hakuna msaada zaidi, tupige simu kwenye viongozi wafanyakazi wa TANESCO. Ndio wakaja wakatoa huduma, lakini moto ulikuwa umeshazidi zaidi. Ukawa moto, wananchi wakawa wanazidi kutoa taarifa, kuokoa mali ambazo zilikuwepo, ambazo zilikuwa na uwezekano wa kutoa, lakini asilimia mali nyingi zimeteketea humo ndani. Hii mali yote tumeokoa na wananchi kama mnavyoiona. Moto ulikuwa ni mkubwa sana, lakini wananchi wamejitahidi kuokoa. Tumeokoa mali kidogo hii hapa, lakini tathmini zaidi hatujajua sababu mzigo ulikuwa kwenye gala ni mzigo mkubwa sana. Kwa jina naitwa Cyprian Mkanda Mazina, mwenyekiti wa kitongoji Msufini. Tukio hili la moto limeanza ile muda wa masaa ya saa 2 za usiku. Mpaka muda huu unavyoona ni harakati ya wananchi walivyoweza kushirikiana na kupambana na kutoa majunia na nini mpaka sasa hivi ndio unaona moto bado unaendelea. Kutokana na jitihada za wananchi, mimi nafikiri hata ile zimamoto ndio naona inaleta hasara kubwa, kwa sababu ingekuwa imewahi mapema tungeweza kunusurisha mali za watu. Kwa hiyo baada ya hapo kutopata ndio tumepambana namna ya kumwagilizia maji nini. Kwa hiyo hasara nyingi zimepatikana sana, hasara kubwa sana zimepatikana hapo. Kwa jina naitwa Emmanuel Mtenya, napatikana Nkome.
Kwa kweli katika hili janga ambalo limetupata linatuumiza sana. Kwa hiyo tunaomba serikali ituangalie kwa jicho la pili ili ipate kutupa msaada katika hili janga ambalo limetupata. Serikali nawaomba sana ituangalie, Rais wetu Mama Samia tuangalie kwa jicho la pili ili kusudi uweze kutusaidia katika majanga haya ambayo yanatupata kwa kila wakati. Asanteni sana. Kama mnavyoona mzigo uliokuwa kwenye gala mle tumeuokoa, mwingine hapa mzigo. Watu wamejitahidi sana, wananchi kufanya kazi kubwa ya uokozi. Kama mnavyoona mzigo mwingine ndio hapa. Watu wamejitahidi sana kuokoa mzigo, mwingine ndio hapo umekuja huku. Wote ni mzigo ambao kwa kwenye magara ambao ingetokea hasara mzigo ungeungua, lakini kwa juhudi ya wananchi wameokoa mzigo wote huu kama mnavyoona. Kwa hiyo wito wangu kwa serikali, tunapata hasara kubwa, ningeomba wito wangu kwa serikali tupate gari ya zimamoto ije wilaya yetu ya Nzela. Sasa tungekuwa gari ya zimamoto hata hii janga tusingepata janga kubwa. Lakini hata hivyo wananchi wamejitahidi sana kutusaidia. Bila wananchi tungepata hasara kubwa sana. Kwa hiyo wito wangu kwa serikali ningeomba tupate gari ya zimamoto kwa sababu tayari imeshakuwa wilaya, lakini gari ya zimamoto tumepiga simu mpaka sasa hivi haijafika gari ya zimamoto. Moto umezima na wananchi wa kawaida. Kwa hiyo serikali naomba itusaidie kuleta gari ya zimamoto ili inapotokea janga kama hili mali zetu ziweze kupatikana kwa wepesi. Hapo tumeshapata hasara kubwa na wananchi wafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo wito wangu kwa serikali narudia kusisitiza tupate gari ya zimamoto kwa sababu wilaya ya Nzela tayari imeshakuwa ni wilaya. Hakuna wilaya ambayo inaweza kuwa gari ya zimamoto. Kwa hiyo serikali ifanye mpango ile gari zimamoto ili tupate wepesi wa kupata majanga kama hayo tunapata kuokolewa. Ndugu mtazamaji, kwa majina naitwa Lonto Mizani. Mimi ni mwanahabari wa channel yetu ya Shebi Online. Kama ulivyoweza kusikia hapa, baadhi ya mashuhuda wameelezea jinsi ambavyo janga hilo lilitokea na namna na hatua zilizochukuliwa kwa ajili ya kuzima moto. Siku ya jana ndio siku ambayo limetokea tukio hili, na leo asubuhi na mapema tumefika hapa Shebi Online kwa ajili ya kuchukua ripoti ambazo wewe tuweze kukufikishia. Janga lilitokea hapa, wananchi wamepambana kadri wanavyoweza, wamezima moto, na sasa hivi hali kule ya vitu vilivyookolewa ndio hivi tunavyoendelea kuonekana hapa.